Juzi vyama 18 vya siasa vilienda kusaini maadili ya uchaguzi 2025 ambao uchaguzi utafanyika Oktoba kama niko sahihi. Chama cha Demokrasia na Chadema kikwenda kusaini. Baada ya kutokusaini ilitolewa taarifa kufungiwa kwa miaka 5 katika ngazi zote, rais, wabunge na madiwani ambao ndo watashiriki uchaguzi. Nataka kujua sheria ziko vipi juu ya hili swala na wenda Chadema wamefungiwa kwa usahihi au la? Kwanza tuanze na hii adhabu, tumie flashback style. Adhabu, hakuna cha adhabu hapo bwana. Adhabu ya miaka 5 wameitoa wapi? Hata kujaribu kuangalia katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa tairejelea. Wapi panapo ongelea kwamba usiposaini kanuni za maadili ya uchaguzi hutashiriki uchaguzi, yani michakato yote. Na katika michakato hiyo ni vyema tuelewe hivi michakato ya uchaguzi inaanzaje. Tuweni wa kweli. Michakato ya uchaguzi inaanza na kanuni za maadili. Jibu ni hapana. Ujinga unatoka wapi? Unatoka wapi? Wamekazana Watanzania wengi. Imetoka wapi? Ukijaribu kuangalia mchakato wa uchaguzi unaanza kikatiba. Namna gani unaanza kikatiba? Haki zile ambazo wamepewa raia, haki ya kupiga kura, haki ya kuchaguliwa, iko chini ya ibara ya 5 na sifa zake ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sifa zingine hapo haki ya kupiga kura na ya kuchaguliwa, kwa maana haki ya mpiga kura au haki za mpiga kura na haki za anayegombea ziko katika katiba yetu. Sasa mchakato huu unaanzaje? Mchakato huo unaanza pia ukijaribu kuangalia lazima pawepo na tume yenyewe ya uchaguzi kama ambavyo ipo hapo. Je, hii tume imeanzishwa na hizo kanuni za maadili? Jibu ni hapana. Tume hiyo ipo kwa matakwa ya katiba. Ibara ya 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii tume haijaanzishwa na maadili. Sasa kama tume yenyewe iko kikatiba na majukumu yake yote yako kikatiba mengi sana, wapi ambapo panaelezwa na katiba kwamba tume hiyo inayo mamlaka ya kuweza kuzuia chama cha siasa miongoni mwa mamlaka yake, powers and functions na majukumu yake? Mamlaka, jibu ni hapana. Tunakuja tena kuangalia, je, katika mchakato hiyo mbali ya uwepo wa tume hiyo na wadau ambao ni wahusika ikiwemo serikali na vyama vya siasa, tunakuja pia tunaangalia tena kwamba mchakato ili tuende katika uchaguzi nini kifanyike? Sheria zingine zipo, kwa mfano kama hii sheria namba 1 hii ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka wa 2024 mwaka jana tu. Unaona, baada ya kufuta hii sheria namba 1 ya uchaguzi wa rais na wabunge pamoja na sheria ile ile sheria namba 4 ya mwaka 1997 ya madiwani. Sasa ukijaribu kuangalia mchakato huo unaanza pia na uandikishaji wapiga kura, si ndio? Katika daftari la kupiga kura. Twendeni vizuri. Na pia katika kuliboresha pia. Sawa? Sasa kama ndivyo ilivyo, je, Chadema wamezuia? Huu mchakato unaendelea au uendelei? Na ndio kwanza kabisa unaendelea au uendelei? Unaendelea. Je, upo kwa mujibu wa kanuni hizo za maadili? Jibu ni hapana. Haya, baada ya hapo kitu gani kitakuja? Baada ya hapo kitakuja nomination. Je, kanuni hizo ndizo zinazoelekeza kwamba vyama sasa vifanye uteuzi wa wagombea? Maana ndio hatua ya pili ya mchakato. Twende vizuri. Mbali ya uandikishaji wa piga kura, tunakuja hatua ya pili. Mshenao ya uteuzi wa wagombea. Ratiba inapokuwa imeshawekwa wazi na tume ya taifa ya uchaguzi. Tunakuja tunaangalia okay, sasa uteuzi miongoni mwa wagombea katika nafasi zote hizo 3 ambao unafanya na vyama vyenyewe ndani ya vyama, hii nomination, je, inatokana na masharti au maelekezo ya kanuni za maadili? Jibu ni hapana. Baada ya hapo mchakato wa 3 unakuja uteuzi. Sasa wale watakaokuwa wamepatikana kutoka katika vyama wanakuja wanateuliwa na tume ya uchaguzi wa taifa. Haya, tume ikishawateua wanakuja katika uandaaji wa wa ratiba za uchaguzi. Je, uteuzi huo uko katika kanuni za maadili? Jibu ni hapana. Uko katika katiba, uko katika sheria inayohitaji namba 1. Sasa unaposema kutokushiriki ya kwamba hawatashiriki, unamlenga sio? Ni hofu ya Chama cha Mapinduzi kabisa na serikali yake. Inaogopa sana hiki chama, sijapata kuona. Ni hofu tu.
Sasa wanalenga kwenye kampeni. Ukijaribu kuangalia Kairima, nilimuona huyu mkurugenzi huyu wa tume huru ya taifa ya uchaguzi, basi sione kama ina uhuru wowote. Sione. Inalenga katika kampeni. Kwa kwamba atafanya kampeni. Sasa wasipofanya kampeni, sasa michakato mingine yote ushaelewa. Kampeni tu. Sasa kampeni katika michakato ilishafika hii ni mchakato wa 4, sawa? Baada ya hapo kuna maandalizi ya vituo vya kupigia kura, polling station. Vitaandaliwa. Ukishaandaliwa pale umeshaelewa, majina yatabandikwa ya orodha ya wapiga kura katika vituo hivyo vya kupigia kura. Unaona michakato hiyo? Umeshaelewa? Utazuilia hao jamaa kwenda kukagua kuona kwamba michakato hii inafanyika. Jibu ni hapana. Wameleka kwenye kampeni tu. Unakuja unaangalia tena hayo upigaji kura. Sasa katika upigaji kura nao, okay, hata kama ingelikuwa unakuja unaangalia tena, okay, so watapiga kura, tena kupiga kura. Hata kama singekuwa anashiriki, unaweza kama kupigia watu wanaoona kwa utashi wao. Umeshana. Je, watashiriki kuweka mawakala wapi ambapo wanazuia kwamba mawakala hawataamini teuliwa na chama? Kwa hiyo mmelenga kampeni peke yake. Okay. Sasa wakiwa katika zoezi hilo la upigaji kura kwa sababu kuna na kutangaza matokeo, umeshana, hawatashiriki kwa kanuni hizo. Utaona kanuni hizo, sijui amezitunga kutoka wapi. Ndugu zangu, tuelewane vizuri. Hizi kanuni kwa lugha ya Kiingereza tunaita ni regulations. Na zingine mahakamani wao tunaitaga ni rules. Sasa tume hii ya taifa ya uchaguzi, na ndio maana tunasema kabisa kwamba tume hii ni wakala wa Chama cha Mapinduzi kabisa. Umenena kwamba wanaogopa uchaguzi ambao wamesema ni chama tawala. Ila kuna watu baada ya Chadema kufungiwa wamesema huenda ndo mwisho wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Yani ndo kifo chake kinaanza hapa, kama pema baadhi viliwahi kutamba miaka ya nyuma huko mpaka sasa vishasaurika kwa majina. Hivi turudi kwanza tuangalie vizuri, sawa? Unajua kitu tuende vizuri. Mjana na ni vizuri, na washukuruni sana kwamba mnaelimisha watu kupitia vyombo hivi, na kwa nyinyi muhimili wa ini iko hivi. Unajua kuna aina mbili za mtu au watu. Kuna watu kwa maana asilia ambao ni binadamu, natural persons, na kuna mtu au watu bandia kwa maana ya legal entities ambavyo ni taasisi kama vyama, serikali, una mashirika, makampuni, ushirika, madhehebu ya dini. Sasa tuje katika chama cha siasa. Hivi mwanzo wa chama cha siasa, uwepo wa chama cha siasa, usai wa chama cha siasa, kuenea na kuendelea kwa chama cha siasa ni kampeni? Ni kampeni? Hapana. Ni hapana. Mtaji mkubwa kabisa ambaye ni political capital wa chama chochote cha siasa duniani kote ni watu. Na chama hiki kinapata watu kujaribu kuangalia mbali ya wanachama. Ndio maana unaona hata sisi umeshana watu ambao tuna advocate for changes. Umeshaelewa? Tunahitaji kusimama imara kabisa na kuweka itikadi za kivyama pembeni na kupigania maslahi mapana ya nchi yetu. Changamoto ni nyingi sana. Hakiwezi kufa. Kufa kwa chama kunatokana nini? Kufa kwa chama ni pale ambapo kinafikia hatua kikokosa wanachama. Kufa kwa chama ni pale kinapotokea uongozi ukaparaganyika. Na hususani uongozi huo lazima uparaganyike, ukorapsi kuanzia taifa mpaka chini huku. Na Chadema kwa katiba yao, nina katiba za vyama 7 hapa nilipo. Mimi ni mwalimu pia wa elimu ya uraia, na kama amepata kuwepo mwalimu wa aina yangu nitamfahamu katika nchi hii. Najua. Na wanafunzi waliotokea kwangu walioko serikalini na katika vyombo mbalimbali wanajua, hata katika CCM huko wanajua, hata Chadema huko wanajua. Kama yupo nikimjua nitampigia saluti. Nchi naijua, yani elimu ya uraia I say, naijua sitaji, I never want to feel proud of my own. Iko hivi. Kufu kwa chama ndo huko. Sasa Chadema sioni chembe hata moja. Jaribio la kuuliwa kwa Chadema unafanya na CCM na serikali yake. Kwa nini? Uhai siku zote unasema kabisa uhai wa chama hiki cha Mapinduzi wasipojibadili, narudia tena, wasipojibadili kabisa, uongo ya aliotabuliwa na baba wa taifa chama hiki. Nyerere aliwahi kusema kwamba chama ambacho kimepigania uhuru, vyama hivi vilivyopigania uhuru, nationalist parties, vikikaa madarakani muda mrefu ina tabia kujisahau na kujigeuza kuwa ni makampuni makubwa ya kibiashara ya kisiasa, the huge political organizations. Ndio sisi mlipofikia.
Sasa ukijaribu kuangalia naposema kwamba na wanafanya jaribio la kutaka kudhoofisha hiki chama, wanamlenga Tundu Lissu kwa hofu tu kwamba anaimarisha. Wanakilenga hiki chama, kila mtu hata mtoto mdogo anaelewa. Na bahati nzuri sasa hivi elimu iko kiganjani. Watoto wote wanaona, watoto wenye utambuzi wanaona kabisa kwa nini mbona wanamlengelenga huyu. Huyu ndio alimpiga marisasi yote aliyoshindiliwa yote. Mtu huyu Mungu amemnusuru, amemrudisha. Na Tundu Lissu, mtu yoyote ambaye amepigwa risasi zikania mwilini kama zilivyoenea, huyu jamani shujaa kweli kweli. Tafuteni kiongozi wote duniani ambaye amepata kupigwa risasi zote alafu akarudi kufanya siasa za Tundu Lissu. Nikimpata huyu mtu anitajie. Huyu mtu huyu hofu tu. Na ndiwahi kusema huyu jamaa ipo siku ataingia na magongo Ikulu. Na mimi naomba haya magongo yake ni lini? Time will tell. Magongo haya si atupe. Ipo siku yatakuwa ni ukumbusho. Huyu jamaa huyu ninamwona. Kwa hiyo akiwezi kufa na watu wanaongelea kukosa ruzuku. Hivi kipindi hiki ambacho Rais Magufuli ametawala hapa tukushuhudia, hatukufungiwa kufanya siasa. Vyama vilikufa hata ikiwemo ACT Wazalendo. Havikufa, sime kabakia tu peke yake, lakini haikufanya muujiza, ndio ikaonekana ya ovyo kabisa. Tunaona ndio hata uchaguzi unaofanyika, uchaguzi ambazo wanazilenga hizi za mwaka 2019, 2020, 2024, engwe. Sisi tunajua tunaishi nao na tumafiki zetu na jamaa zetu. Hakuna chama ambacho kinasimamisha wagombea ambao hata mtu ambaye hakusoma elimu kubwa sana na wanashinda kwa namna hiyo, kwa staili hiyo ya CCM kuchukuliwa kwa pani na Tume ya Uchaguzi Taifa. Imepachikwa kwa pani, imebebwa kwa pani. Mbali ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuna vyombo vya dola kama polisi. Kwa pani, ukijaribu kuangalia tena kuna wakuu wa mikoa, maafisa wa uchaguzi kwa pani, wakuu wa wilaya kwa pani. Sio hao tu, ukija wakurugenzi kwa pani, ukija kwa maafisa watendaji wa kata na mitaa na vijiji wanaosimamia hao kwa pani, wakiwemo walimu wenzangu. Walimu nimewashangaa kabisa, yani wanafanya kitu gani? Walimu ambaye ndio injini ya wataalamu duniani kote wanatumika ovyo kabisa. Tunaona watoto mpaka wanaandikishwa shule. Mimi nimewashuhudia kabisa. Nimewashuhudia mwaka jana. Tena mbaya niwaambie nili mjue. Mimi ni mfuatiliaji. Walikuwa wanaandikisha form 3 na form 4 students wanagomea walimu. Niwaambie na Watanzania wajue hilo. Kwa hiyo walikuwa wanashawishi form 1 na form 2 na mimi nifanye mahojiano nao. Kabisa nifanye mahojiano nao. Na ndio wanavuta. Sasa uchaguzi gani hizo? Alafu wanaenda kutangaza kwamba wameshinda. Chama gani ambacho ni hoi hapo? Kama Nyerere anasema chama hai hoi. CCM. Vyama vya upinzani mmekuwa mkilalamika juu ya tume huru ya uchaguzi. Mmelalamika sana. Mmekuwa mkitaja hasa uchaguzi wa 2019 wa wenyekiti na 2020 ambao msema ulibakwa uchaguzi ule. Ila mmekuwa mkishiriki tena. Hii inakuwa inaashiria nini kwa wananchi? Ni kwamba mnalalamikia uchaguzi na bado mnaingia kwenye uchaguzi. Hapo majibu yako mengi. Unajua iko hivi. Tunasema kwamba shida huleta maarifa mapya. Kuna msemo huo. Shida huleta maarifa mapya. Alafu na wenzetu wana msemo Waingereza wanasema kwamba experience is always a good teacher, or necessity knows no law. Necessity knows no law. Yeah, hicho kwamba inafika unalazimika. Sawa? Unafika unalazimika. Sasa pale unapofika unalazimika ni pale unapotaka kujua zaidi. Na ni vizuri ukapata uzoefu. Kwa hiyo katika kushiriki kwao wameshika kwa kipindi kirefu sana. Tangia mfumo wa vyama vingi uingie. Kwamba CCM kwa nini inatushinda? Ni kweli kwamba inatushinda? Ama hiki chama hakijawahi kuwa ni chama cha kisiasa? Hiki chama ni chama dola hiki. Kwa sifa ambayo nimeelezea kwamba kinabebelewa kwa pani. Na ndivyo ilivyo. Tume ya Uchaguzi ya Taifa walipoingia katika uchaguzi pale kulalamika, ndio malalamiko hayo ni sehemu mojawapo ya kuweza kufanya watu wakajitambua. Is to conscientize the general public. Watu wanagundua kwa sababu wanaposhiriki wanaona yale ambayo wanaona yale ambayo yanatendeka mule ili wapate kuyafahamu. Na siku zote pia katika elimu yoyote ile, maisha ya mwanadamu yote yale yanaongozwa na experience. Uzoefu asikudanganye mtu. Elimu nzuri ni ile ambayo you perceive information kupitia, yani unatambua mambo kupitia kuyashuhudia. Kwa hiyo ushiriki wetu wa muda wote huo yatosha sasa. Tumeshajua
kwamba hiki chama cha CCM hiki sio chama cha kisiasa, hiki ni chama dola, hiki kinabebwa. Hiyo moja. Pili, tunakuja kuangalia hii tume ya uchaguzi ina sifa za kuweza kuwa tume huru ya uchaguzi ya taifa. Jibu ni hapana. Kwa nini? Inapatikanaje ambayo wajumbe wake wote, viongozi wake wote, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, mkurugenzi, makamishna, hao wote pamoja na mabadiliko yote tumekuwa tukishuhudia kwamba wanateuliwa na rais. Na rais unakuta kwamba ni mmoja kati ya wagombea. Sasa wapi palipo na fair ground competition? Usawa uko wapi hapo? Uko wapi? Huyu ambaye ni amiri jeshi mkuu, huyu ambaye ni mkuu wa nchi, huyu ambaye ni mkuu wa serikali, umeshanielewa? Kwa maguvu yote hayo, kwa mamlaka yote hayo, kwa majukumu yote hayo, agombe, alafu tume hiyo iende tende tofauti. Hiyo tume inatakiwa neno uhuru una sifa zifuatazo. Samahani nimalizie hiyo. Hiyo ni muhimu waelewe. Kwanza, tume huru inatakiwa iwe na sifa zifuatazo. Moja, lazima ijitenge, lazima iwe ni separate. Ile watu hawajapata kuongea, lazima should be separate. Iwe separate na serikali kabisa, kama ambavyo mkuu wa serikali alivyo kwa mamlaka yote ya rais. Lazima iwe hivyo. Pili, lazima iwe neutral na impartial. Haiko neutral hiyo. Umeshaelewa? Ambali ya hapo, umeshaelewa? Lazima iwe vile independent of itself. Sasa ili uweze kuwa huru, lazima iwe na bajeti yake. Ina bajeti wapi wakati fedha yenyewe inapata kutoka kwa huyu anayendoza hizo fedha hizo? Umeshaelewa? Watashinda kumtumikia. Lazima. Kwa hiyo Tanzania hii tunadanganyana tu, hatujawahi kufanya chaguzi ambazo ziko katika hali na mazingira na sifa za kuweza kuwa uchaguzi huru na wa haki. Hivi vyama vinapitia matabiko makubwa sana. Watanzania wafike mahala watambue kwamba aina ya nchi tulionayo kwa mujibu wa katiba yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 3, ukisoma kabisa ni aina gani ya nchi. Nchi ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi isiyo na dini. Sasa kwa sifa hizo, kama ndivyo ilivyo aina ya nchi, sasa ni wakati tosha sasa CCM isijipe uhalali wa kudhani ya kwamba kina chama kina nguvu sana na kinashinda kwa uhalali na kinashindana katika mazingira ya huru na haki ambayo ni ya usawa, wakati hakuna, there is no fairness and impartiality among these political parties which they are competing in the elections, whether local or national. Hakuna kitu hicho. Vyama vya upinzani hasa mmelalamikia hilo swala. Kwa kuhitimisha, unadhani kitu gani kianze kutiwa mkazo na kianze kufanywa kazi? Kuna katiba mpya mnahitaji ambayo ndio msingi wa kila kitu, na pia mnahitaji tume ya uhuru ya uchaguzi. Katika nyakati hizi za sasa, kipi hasa kianze ili kwamba kitarekebisha yote haya ambayo mmekuwa mkialalamikia hasa vyama vya upinzani mara nyingi? Kimsingi vyote vinategemeana. Sawa? Pamoja na kutegemeana kama unavyoona kuku na yai, si ndio? Vyote vinategemeana. Huo ndio kweli. Lakini pamoja na kutegemeana, katika muda tuliofikia hapa, kuna kila sababu ya tume huru kuanza. Kwa nini ianze? Kwa sababu hata itakapokuja kupitisha referendum, kupiga kura ya maoni kupitisha katiba mpya, ni tume hii ndio inasimamia. Umejelewa? Ni tume itakayosimamia. Kwa hiyo yanahitajika yafanyike mabadiliko makubwa sana ya namna yake, hata kama ni minimal changes, mabadiliko ya kiasi ndani ya katiba hii. Na mabadiliko, mimi nashangaa jamani, mbona ibara ya CCM ni wauka sana bwana. Ibara hii ya 98 CCM mimi huwa nashangaa sana. CCM, hata vijana wangu mko huko na waelewa, muweni mnawashauri CCM hii kuvunjika kwa pakacha nafuu ya mchukuzi. Hii ibara ya 98 inaelezea utaratibu wa kubadilisha katiba hii na baadhi ya sheria nyingine. Hawatu hawalisemi hili. Kwa nini asumie hii ibara ya 98? Hata bunge linaloendelea hapo inachukua muda gani? Inachukua muda gani? Kwa nini tumie? Watu wanapapasa tu hapo. Kwa nini wasitumie hili? Hili niliwahi kufanya midaharo sana na baadhi ya eneo vyombo vya habari, sio television mpaka na magazeti, mwaka 2013. Nafikiri hawakunielewa. Na hata Tundu Lissu au aliko huyu mtani wangu, mjukuu wangu huyu, Mungu amrehemie sana, na naamini atabakia kwa salama na atakuwa salama. Niliwahi kufanya midaharo na waziri wa sheria mambo ya katiba kipindi hicho, Selina Kombani. Nilisema kabisa nchi hii bila kuifanyia mabadiliko makubwa sana ya mfumo wa kisheria, the changes in the legal system, uongo, 2013. Na ndipo nilipoongelea hii ibara kwa muda mrefu sana. Sasa mabadiliko yakishafanyika katika sheria za uchaguzi unaziona. Sasa hebu angalia, nani asiyejua rules or regulations lini ziliwahi kuwa
predominant over the constitution or the acts of the parliament. Lini kanuni hizi regulations kama hii ya tume ziliwahi kuwa na nguvu na mamlaka juu ya katiba ya nchi na sheria mama zinazotungwa na bunge? Hata kwa mtu ambaye hakwenda shule, jibu ni hapana, ni the negative. Huyu Kairima huyu, na wasidhani kwamba eti kwa yatenda hayo hata buruzo mahakamani. Niwaambieni, hii tume sio tume ya kwanza. Mbona kuna tume zingine waziongelei? Tume hii ya uchaguzi, imekuwa tume ya uchaguzi, ilimekuwa kama rimonsa ambapo Nyerere aliwahi kuona kuliongelea kama ni kama rimonsa fulani liko katika bahari. Sasa likitamka watu wanaliogopa tu, rimonsa tu. Na aliwahi kusema kwamba chama chochote kile cha siasa au mtawala anayetumia maguvu sana kama tunavyoona yanavyotumika jeshi la polisi dhidi ya Chadema na Tundu Lissu na viongozi wenzake, Nyerere aliwahi kueleza kwamba chama hicho au kiongozi huyo ujue ni dhaifu sana. Na ni kweli. Na ndio kinachodhihirisha. Sasa katiba ipo, wako bungeni wao wenyewe. Wanashindaje kuinjinia mabadiliko haya? Ni tambo tu, wengine mpaka wamezekea humo. Leo CCM hawana sehemu yoyote ile ya kutafutia vipato halali. Ni wabunge tu. Wengine tunaona mwingine yuko kanda ya ziwa, au kufanya naye mdahalo huko tujaniti kinginani huyo. Naona ni fahari tu za magari, ni fahari tu. Ngumbaru kabisa, wengine tuna ngumbaru kabisa. Humo mtu ameshakaa miaka awamu 2 awamu, anasema hata awamu ya 3 nitarudi tu. Utafikiri kwamba amekaa katika vichwa vya watu. Na Watanzania, mimi ambacho na advocate kabisa, umma wa Watanzania wasipopata mwamko kama ambao Nyerere aliunga mkono kipindi kile cha ukoloni, walokuwa na vyombo vya kidhalimu, lakini uchaguzi kipindi cha mkoloni ilikuwa ni more fair kuliko sasa hivi. Nitegemea uniuze ni kwa nini? Kwa nini? Angalia uchaguzi wa mwaka 1958, sawa? Waliweka sharti la kura za mseto. Wale jamii ya Kiasia wa Afrika, jamii ya Kiafrika, sisi Watanganyika pamoja na wazungu kama wapigiwe kura. Katika yale majimbo yote ya uchaguzi kipindi kile wanaitwa provinces. Mshanao, Nyerere ametoka kule Butiama, amejiendea tu kijana mdogo tu, ameenda kule Dar es Salaam miaka 58, alikuwa ni miaka mingapi? 36. Angalia, na akiwa ndio rais wa 5, walishinda viti vyote. Kwa hiyo mtu akinambia uchaguzi unaosimamiwa na Mwingereza mkoloni na uchaguzi unaosimamiwa na serikali ya CCM hii, uchaguzi wa ovyo, ni huu ambao tunajiita kwa Tanzania huru. That's all.